Kama kawaida, kama ilivyo hada, hii ni Bilali TV kutoka pande fulani hivi za Wazo Hill Bwawani. Hapa niko na washikaji zangu. Kama kawaida, unaponiona mimi basi kuna jambo kubwa tunaenda kuliongea. Jambo gani? Hii ni big challenge. Big challenge ambayo unaipata kupitia ni Bilali TV. Na kama unavyoona hapa tuko zetu tuko wanne. Niko na washikaji zangu hapa, tunataka tukajadili. Waheshimiwa, mambo vipi? Swali kabisa. Kama kawa? Mambo ni yente kabisa. Au sio? Ja. Okay, sawa. Watanzania wangependa kujua kwanza, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Vedasto King, au unaweza kaniita Mohamed Ali Pate Tu. Vedas King au Mohamed Ali Pate Tu. Bwana, umesikia? Vedas King au Mohamed Ali Pate Tu. Kwa nini unajiita Mohamed Ali? Kutokana na kwamba nimekuwa kia nikikatiza mtaani huko, wananifananisha sana na Mohamed Ali. Sasa sijajua, kwa mimi sijajichungulia kujua Mohamed Ali na mimi tunafanana kweli au la, ila wao wenyewe ndo wanaponitazama wananiambia nafanana naye. Kuna wengine wanasema nafanana naye sauti, kwa wengine wanasema nafanana naye sauti mpaka sura. Kwa hiyo sijajua, kwa mimi sijajichunguza kama nafanana naye kweli, kwa sababu sijawahi kukutana naye live. Okay, sawa. Mpenzi mtazamaji wa Bilali TV, wewe ndio utakayejua jinsi unavyomwona jamaa. Kameramani, vizuri ungemchukua jamaa ili tuangalie, au Watanzania wao wajaji kama kweli ni Mohamed Ali mzee wa ubaya au la. Basi sawa. Sasa hapa bwana, kama ilivyo hada, tuna big challenge. Big challenge yetu leo inazungumza kwamba leo hii una usafiri wako. Nadhani hapa sasa kwa sisi sote, naomba tusikilizane. Una usafiri wako, ikiwa namaanisha labda gari, si ndio? Una gari yako, pale nyumbani una mke na mama mzazi amekuja kukutembelea, si ndio? Kukawa na safari. Sawa Kukawa na safari, mnataka mtoke mkatembee. Nani atakayekaa siti ya mbele? Atakaa baba yangu. Hapana, yani kuna mama na mke. Hiyo safari ni ya watu watatu. Sawa Mama, mke na wewe mwenyewe. Wewe ndo una drive gari. Nani atakayekaa siti ya mbele pale? Kwamba mbele hapa ni mweke mtu fulani. Wewe utamweka nani? Nitamweka mke wangu. Utamweka mke wako? Ndio. Kwa nini? Wazazi watakaa nyuma kwa sababu wale ni pea na mimi na mke wangu ni pea. Atakapokaa baba yangu na mke wake atakaa, na nitakapokaa mimi na mke wangu pia atakaa. Mke unampenda kweli? Ndio. Unampenda? Ndio. Sasa sheria za udereva zinasemaje kwamba unapokuwa limetokea la kutokea kwamba gari, si ndio, inatakiwa dereva ujitetee. Unajitetea upande gani? Ina maana katika upande wako, ina maana unaacha upande wa kushoto au unajitetea katika upande wako. Huku umemwacha mke wako, unasema unampenda, kwa uko tayari mke wako impate damage yote ile, kwa sababu ni jambo la dharura ambalo hakuna mtu ambaye anakuwa amepanga. Kwa hiyo siwezi nikalisemea 100%, bali kwa sababu unapokuwa barabarani hicho kitu kinatokeaga ni kama dharura. Huwa inatokea ni kama dharura. Kwa hiyo inapotokea hali kama hiyo, inakuwa ni katika hali ya kujitetea. Ni hali ya kujitetea na kuokoa nafsi zingine pia. Basi sawa bwana. Hapa kidogo naona kwa moto. Hebu ngoja kwanza twende kwa mheshimiwa mwingine, tujaribu kuuliza kwa upande wa kwake ikoje, kwamba anapokuwa safari hapa kuna mke na mama, nani atakayemweka mbele? Yani atakayekaa naye mbele pale ni nani? Bwana, samahani, Watanzania wangependa kujua. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Phineas Eliud. Phineas Eliud. Bwana, nadhani big challenge ya leo umeisikia. Mke mama mpo kwenye safari. Nani wewe utamweka nani mbele ya gari pale? Yaani siti ya kushoto mbele pale. Wewe una drive, nani atakayekaa siti ya kushoto? Bila shaka ni mke. Mke utamweka pale? Ndio. Kwa nini mke na kwa nini asiwe mama? Kwa sababu wanasema kwenye ajali lolote linaweza likatokea, yani kwenye safari lolote linaweza likatokea. Na linapotokea kwamba wanasema upige upande wa kushoto, si ndio? Sasa uko tayari mke wako atangulie mbele zake? Hapana, hata akikaa nyuma nao ajali ikitokea ni vile vile, ukipiga upande wa kushoto naye yuko nyuma, siti ya nyuma upande wa kushoto. Kwa hiyo atakalomkuta ni lile kama atakalokuwa amekaa mbele. Au wataalamu wanasema kwamba
dereva inatakiwa kunapotokea lolote, si ndio? Wanasemaga steering hauawi. Sawa eh? Kwa nini hauawi? Ina maana kokote takalotokea lazima acheze upande wake usiguswe. Kwa nini mke usimweke nyuma? Si ndio? Kwa nini mke usimweke nyuma upande wako wa kulia? Yaani unakokaa wewe mke akae nyuma. Kwa nini? Kwa nini mweke mbele pale? Siwezi kumweka nyuma mamangu akakaa mbele. Maana yule ni mama na huyu ni mke. Kwa hiyo ama akiwa mbele maana mkono wangu wa kushoto mke wangu hawezi kukaa mamangu. Kwa hiyo iko hivyo kwamba lazima mama akae nyuma na mke akae mbele. Iko hivyo au? Kwa mimi binafsi naona iko hivyo. Kwa wewe? Yeah. Basi sawa, bwana hapa kidogo. Mama mwenyewe ni mke wa mtu. Mama yangu mimi ni mke wa mtu na kule nyuma anakokaa ni siti VIP ambayo ni mke na mume, na maana atakaa na mume wake. Na mimi nitakaa na mke wangu, maana hata mke wangu mwenyewe enda hapa akiwa na drive hata kubali mimi nikae na wazazi wangu nyuma, anamwambia mume wangu njoo kae kwa huko. Yeah. Bwana hapa kidogo pameiva kidogo. Hebu ngoja kwa sababu tuko wanne hatujaenda kumsikia. Ngoja tumsikilize na yeye wanne. Bwana mambo vipi? Kama kawaida? Kama kawaida. Kwa majina? Naitwa Chuga au Julia. Chuga au Julia. Yeah. Okay, sawa. Nadhani big challenge yetu leo umeisikiliza jinsi tunavyojadili hapa kwamba inakuwaje leo hii kuna baba kuna mke na mama kwenye safari. Yupi anakaa mbele na yupi utamweka nyuma? Mke wangu. Mke wako? Mke wangu. Mke wako utamweka nyuma? Atakaa kushoto. Atakaa kushoto? Nyuma nini kushoto? Kwa nini mke akae kushoto? Kama limepangwa tunaenda. Inasemekana kwamba unatakiwa yani dereva anatakiwa ucheze site yako ili kama anavyosema kwamba steering hauawi. Kwa nini mkeo usimweke nyuma hapa? Mama naye ana mume wake na mimi mke wangu lazima akae pembeni. Mama ana mume wake na wewe lazima mke akae pembeni. Mke akae pembeni. Lakini kwa nini sasa wote siwaweke nyuma? Kwa nini wote siweke nyuma? Yeah. Bana. Lazima mama akae nyuma, mke wangu akae pembeni, mbele yani mbele lazima. Okay. Bwana basi sawa. Hapa nadhani kila mmoja ameongea kwa maoni yake, na wewe una la kuongea. Kama kuna jambo lolote ambalo unaliona katika sisi hapa tuliojadili michango yetu, kama una lako la kuongezea, basi unaweza kaongeza ili mwisho wa siku Watanzania wapate kuelewa. Mheshimiwa, una la kuongezea? Mimi nasemea tu kwamba bado hata kama isingekuwa ni mzazi au baba na mama, bado upo wewe na mke wako na mtoto, bado tu mke atakaa pembeni kushoto, mtoto atakaa nyuma tu. Hawezi kukaa mtoto huko alafu mke akae nyuma, maana pale yule ndo bosi wetu sisi. Kwa hiyo lazima tu mama hata kubali mwanae kae hapa, na kisha kubali akae hapa. Kwa nini? Lazima akae yeye hapa, mtoto akae nyuma hapa, awe anaona kinachoendelea mbele hapa. Lakini kuna wengine wameona tofauti kwamba leo hii unapokuwa na safari baba mke na mama wao wanaionaga tofauti kidogo. Wanasema mbele akae mama, mke akae nyuma. Kuna baadhi ya watu wako hivyo. Sasa sijui kwa upande wako wewe ukoaje? Kuna wengine wanasema hivyo kwamba mama anakaa nyuma. Kwa nini lazima mama akae nyuma? Kwa nini asikae mbele mama? Hapana, mama kawaida huwa ni VIP. Hapo pia hata mke na mume ni VIP. Kwa uwezo kachanganya sehemu moja. Ile ni mama tayari ni ndoa nyingine na nyinyi ni ndoa nyingine. Mama ana kapo yake na mimi pia kapo yangu ni huyu mwenzangu. Kwa lazima akae karibu yangu. Yaani haijalishi ni kwenye gari, haijalishi ni kwenye ukumbi, haijalishi ni kwenye sherehe, lazima awe pembeni yangu. Yeah. Basi sawa, mpenzi mtazamaji wa Bilal TV, kwa siku ya leo mimi naomba tuishie hapa. Nadhani maoni ya kila mmoja umeyasikia na kila mmoja ameongea la kwake la kuongea. Wewe pia una nafasi ya kuandika kwenye comment hapo, lakini pia hii video unaweza kushare kwa watu wengine, kwa ndugu zako, jamaa na marafiki, ili mwisho wa siku naye watupe maono tofauti. Kama nilivyokuambia, jina langu ni na ndio Bilal TV. Mungu ambaye mpenzi picha na kabisa bila shida aina yote ni mtu mbaya.
Sikiliza, kama ni mara ya kwanza kutazama video hii au kutazama Big Challenge hii, hujafanya makosa. Comment, kushare, lakini kubwa saizi usisahau kusubscribe. Subscribe ili awe miongoni mwa watu wote wanaopata video zetu pindi tutakapokuwa tumeachia, na utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Jina langu ni Black TV, jina langu ni Black on the Fire. Shout out sana, nakupenda. Ciao.